My topic today is operating when you are operating in a closed heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are operating on what? A closed heaven. There is a time you operate on an open heaven, and there is a time that you operate in a closed heaven. So I want us to understand what is a closed heaven. Next time I'll be teaching about an open heaven. But if we listen to me here, you'll be able to understand which is an open heaven. But today I want us to discuss about a closed heaven. How many of you feel that your heaven is closed? Hapa tuko hapa, unaona bingu yangu imefungika kabisa. Inua tu mikono yako juu, mkono yako kama unajua bingu yangu imekuwa shut. Nimejaribu biashara, nothing. Ndoa, nothing. What? Nothing. There is nothing that is working in your life. Bingu yako iko sawa? Hebu tusome hiyo Mathayo 5:23 inasema, it talks about if you came to church here and you are about to give something here in church and you discovered that you have a problem with your brother, you drop what you have, you go first home and rectify the mistake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wende muachane. Kama una mtu umemwekosana na umekuja hapa kuobewa, kitu ya mwanzo kabisa, drop it. That's what the Bible says in verse number 23. So if you are offering your gift at the altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First reconcile to your brother and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible inatuambia kwamba if you came here and you have a grudge with somebody somewhere, if you came here and you know your heart is not right with somebody somewhere, don't go on with what brought you here, because it won't work. God does not speak with the people who have grudges. God does not speak with the people who have problems with others. Umekuja kuomba Mungu akubariki, lakini kuna watu wanalia kwa sababu yako somewhere. Umekuja church because you want blessing, but there are people who are suffering somewhere, not because of anybody else, but because of you. There are people you have even planned to kill, to destroy somewhere, but you hapa kanisani, wewe ndio mtu ambaye you are the best, you are intercessor, you are so powerful, you are good ina mamarakata. Yani wanalinae, wanalikunda na kulimakata. Bwana Yesu asifiwe sana. But inside you have a snake in your heart. There is somebody at home you don't talk to. There is a brother at home you don't talk to. There is a sister at home you don't talk to. There is a neighbor you cannot even want to share. Ukimkuta ndani ya matatu na si matatu si yako, unachomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamkuta kwa hoteli anakula vitu zake, ukimuona hivi unasikia moyo bu, unatoka tu kwa sababu ya mahasira. Na saa hiyo unakimbia kwa Waruinge, naenda kuobewa, naenda kuoba. That prayer will not go anywhere. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why Jesus is telling them, if you discover when you are coming to the altar here and you have a gift or an offering you want to offer at the altar, drop it hapa. Uiwache kwenye madhabahu. Uende kwanza ureconcile na hao mmekosana na hao. Kama ni mama yako uende ureconcile. Kama ni baba yako uende ureconcile. Kama ni huyo wazee, kwa sababu wazee ni wegi, nenda go reconcile. Drop them, then come back. That is when your heaven will open. Bwana Yesu asifiwe sana. So how do you know that you are operating on a closed heaven? You know it through a prayer. When your prayers are not going through. Najua ushajikuta kwenye maombi unaomba, Baba ninakushukuru, wewe ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Shetani ninakushukuru, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Shetani unisaidie. Yani unakuta you are praying, unajikuta ulikuwa naambia shetani akusaidie. Have you ever? Wewe umeshaomba hiyo maombi. Instead of the continued
intensity of the prayer, unakuta umeweka shetani na unaambia shetani ulikuwa unataka in you, unataka unakemea shetani, unapigana na shetani. Kumbe in you ukiomba sasa unapata utaje Mungu, unaweka Mungu, shetani ninajua wewe ni wa baraka, shetani ninajua unanisaidia wewe Mungu, na sasa unatenda tunakumbuka tena ni shetani umetaja. That is when you know you are operating in a closed door. Milango yako imefungwa. Bingu imekukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bingu imefanya nini? Imekukataa, and there is no communication, because every prayer we do must be spirit guided by the Holy Spirit. The Bible says before you open your mouth, God knows what you want to speak. So ukiona unaongea maneno hata Mungu ajui, ni kumaanisha they don't even know you. When your prayer line has been closed, heaven has been closed for you completely. Nobody recognizes you. No angel to come and help you. No guardian angel. You are alone in the wilderness. You are alone in the desert. Nobody is there to help you. Bwana Yesu asifiwe sana. Until such a time that you know, when you have the breakthrough, unasikia maneno ile inatoka, ni maneno unaona ni guided, because what we pray for, we are guided by an angel. Bwana Yesu asifiwe sana. Any prayer you do, hata kama ni ya chakula, the wordings that will come from your mouth are guided by the angel. The Spirit of God will get into your mouth. That is why the Bible says before you open your mouth to speak, God knows what you want. So he only wants you to say it, because already he knows what you want. So if you discover unaomba maombi unaweka shetani hapo ndani, ni kumaanisha God is not with you. No angel, no Spirit of God. That is why you are trying to make it work. And as you are trying to make it work, nakuta umeomba 2 seconds, you are dry. No words zinatoka. Hallelujah. No words. 2 seconds. Na kuna wakati ulikuwa naomba baka watu, unaombea chakula, watu wakijua ni wewe unapatiwa kuombewa chakula, wanaanza kukomplain, unasema sijalia tuombee leo. Si ati ni wewe, si ati nijaliwa, nataka wanajua hii chakula itapoa. Kwa sababu utaombea uombee baka magari, utaombea uombee baka miti ya huko na ndege zile zinaruka hapo nje, utaombea kila kitu. Because they know your prayer is unstoppable. There are people, if they open their mouth, they are praying, they are unstoppable. They pray and they pray and they pray. But when you find that unaomba baba nakuomba rina seketaya bauri, unasikia bako umeanza kunyogwa huko, ujue you are out, you are kaput, you are dead. Hallelujah. Hallelujah. You are nini? You are dead. You are not with the Holy Spirit. And if you are not guided, it means that spiritually you are dead. And when you are spiritually dead, physically you are dead. Because the manifestation of you, it is from the Spirit. Whatever that is happening to you now started way early. Way early. Hiyo maombi yako kukufa haikuanza jana. Mkiona sasa nimeanguka, usifikirie nimeanguka leo. Hapana, nilianguka 2 years ago. Hiyo magonjwa uko nayo, kansa hiyo uko nayo, hiyo pressure uko nayo, hiyo sukari uko nayo, didn't start yesterday. Did not start yesterday. It started a long time ago. It has been walking along with you. Lakini the appropriate time of hitting ndio hii. Because it is projected. It is planned. It is organized. Mtu akwambia ati dadi modai wa nyodo yako hai na kansa. Hapana, haisi ya jana. Hiyo vitu vilianza kufanyika kitambo in the spirit. When it was confirmed in the spirit, sasa wakaambiwa mpelekee kwa body. So nothing from heaven, nothing of the spirit that happens because that day ati walikoroga jana. Hapana, they prepared long time ago. They have been, wamekujaribu mara ya kwanza wakakugonga wakashindwa, wakaenda wakajiorganize tena wakaprepare wakakugonga wakashindwa, wakaenda wakajipanga tena wakakugonga wakashindwa, until such a time they find you vulnerable and ready to be hit. That is when now you are hit, and you are hit because they have prepared the ground to hit you. There are demons purpose with destinies and mantles within the people. Demons, they are assigned. They are not assigned with their personality. Utafanya mazuri zako, utafanya kila kitu. But there is a demon follows you until such a time when your mantle, when your destiny is about to start. Wanasimama. Wanakuuliza unaenda wapi?
Lakini ukikula raha zako, ukikunywa machang'a zako na kila kitu, hawakuulizi. Ukikuja kanisa hili na ukae pale na uendelee kufundishwa, hawakuulizi. Mpaka wakati nitasema mama, simama mama. Useme Bwana anasema wewe ni mchungaji. You got an anointing. Hapo wanakuja wanasimama hapa. Immediately after you mention that thing, you mention the mantle, you mention the destiny of a person, zinasimama. There are people wanaangukanga the day you are about to get into your destiny. That is when you find an accident. That is when you find kuna kitu imetokea kwenu. Baba yako hata inaua. Ikijua your destiny kubwa, hata baba yako atakufa ndio uende ukazike. Sasa hiyo ndio barua ilikuja. Ati saa 5:30 tukutane basi Amerika. Kila kitu iko tayari. Saa 5:30 ndio na baba yako anakufa, wakati ulikuwa unataka kujitayarisha. Utaenda basi ama utapeleka baba moshari? Tunapeleka moshari. Kufika tu moshari hivi unapigiwa simu, you are late. Hiyo kitu inakufa. Again when you will try again, ikianza tu tena inachomoka. That time they don't deal with a personality. Ukikaa comfortable, ukae uko nyuma comfortable, hawazita kuuliza hata kidogo. Uliza huyu mama atakwambia. Wakati ilikuwa prophesied kwake awe ni mtu wa madhabahu, ndio sasa walianza kuharibu pesa zake, kuharibu. Na projection yote haikuwa pesa. They were not interested with the money. They were not interested with anything. They were interested with her to die. The entire projection ya hiyo shida yote ni wewe ukufe. Hivyo tu na wangefaulu. Kwa sababu hiyo ndio kazi wamekuwa assigned. Make sure this person does not get into her destiny. This person does not get into her mantle. Bwana Yesu asifiwe sana. Every time you go na unaona sasa mwaka huu ninaona kuna upenyo. Sasa hiyo mwaka huu ndio unagojeka. Nasikia ulifanya accident from nowhere. Wagari msima wewe tu, ulitolewa katikati ya watu wewe tu. Did you know you can cause an accident? Basi msima iaguke kwa sababu yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you know chang'aa inaweza kuwa poisoned kwa sababu yako? Wakufe watu 30, but watu 30 si wako interested, hawakuwa wanahitajika, ni wewe tu ulikuwa unahitajika. Hata hawa wengine mlikuwa na kunywa chang'aa utakuta biguni, wewe utakuta kwa shetani, because that is all what they wanted after they capture you. Because every person, you got a mantle, you got a destiny that is so powerful, and in this destiny they will make sure your heaven is closed for you not to know, for you not to understand, so that you can accuse your God. All what they are looking for in you is how you can accuse your God, so that the devil can go in front of God na aseme fulani amekuaccuse. That is what happened with Job. Job, the devil certainly was all along looking for something to use to accuse Job against God, so that the destiny of Job can be destroyed. When your heavens are closed, they are closed so that you cannot be able to access there in heaven that belongs to you. Bwana Yesu asifiwe sana. They all do these things so that you can be contained not to get into your heaven. They deal with your destinies and they close your heavens. You try anything, it will not work. And the first thing they attack is your prayer line. Second thing, and you know, churches are empty today. Because that is, they started by destroying pastors. They started by destroying bishops and the archbishops. They destroyed the apostles and they made them to sin, so that the church can be venerable. So when you hear Pastor so alishikwa na mama ya wenyewe, hiyo kanini anaendelea kanini na makanisa masio. Pastor so kwebu alishikwa kama pastor mwingine rafiki yangu haki nilimhurumia tu, kwa sababu that was, unaona hii ni korogo nitakorogo alidanganywa na kamama, hata shida uniki malera na kana huyu alikuwa anabiana nini na huyu.
Alidanganywa na wakaenda na huko, ni hapo Dagoretti hiyo kitu ilikuwa ilivuma sana. Akaenda na huko Kiseria ni na huko wakakula kanyama na walienda Saturday. Ujue shetani ni mbaya. Walienda Saturday. Sasa ikifika Saturday usiku, pastor kadanganya bibi akamwambia Desidi akodhiego nguma hoya nzochamanie kanitha ine rucio. Na mimi shetani nakupeleka. Nafikiria nimeona niende kwa sababu hako na kabuchubuchu hapa. Sasa kabuchubuchu kana Maria turajiko turare. Pastor ndio huyo wakaingia kwa karumu. Kumbe pastor was to be confirmed this Sunday to be the pastor of a branch that was being opened. Hata bishop walikuwa amekuja. Bishop from all over, they were called to come and consecrate this man because a branch was being opened. So this man was excited. Alidanganywa tu na kamutu mpaka unashindwa kaka nako likahotiria hata kuenia mudomogyo. Because hata alilia, mimi alilia akaniambia, pastor tu hoera. Nejua ya doya matiko ni understand but you can understand me. Ni ediwe. Sijui venye nilijikuta kwa huyu mama. Wakaingia karumu wakarara. Sasa amedanganya, ameambia bibi yako wapi? Ako kwangu huko kwa mlima. Atatoka huko akikuja wapi? Akikuja kanisani straight. Wakaenda huko kabibi kamsichana kakawaambia, unajua sikuelewi, sikujui sana. Ya lazima tu ende tukapimwe. Kama sikupimwa tusikule karatasi. Kama mama ndio kalinunua karatasi. Ujue how plan, they can plan. Kakanunua karatasi, mzee akaambiwa hii ni kazi ya kazi mzuri hii, tufanye kazi. Sasa huko kwa sababu mzee hajaitumia, badala ya kwenda kutupa alikuja vizuri na katishu akaweka kwa mfuko, na unajua iko na super glue. Kwa hiyo mfuko alirusha iko na hadi kachivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu waliamka wakiwa na haraka ya kukimbia. Hiyo kachivu na nini? Ilikuwa na hadi kachivu ndani. Na hiyo kitu katishu ikakuwa katishu kwa kamwagikiwa na super glue, super glue ikatoka ikamwagikia nini? Hadi kachivu kashikwa. Sasa tuende kegosho kanisani. Beatrice alikuwa huko na kegosho na badi kila kitu. Wakaimba. Bendera ya Yesu sasa ya pepea. Sasa ikapepea. Wakaambia kila mtu atoe hadi kachivu. Ipepea. Basi akaingia kwa Mungu akatoa hadi kachivu. Hiyo kitu ikaoka kwa bishop. Sasa shetani alijua utapeperesha bendera yangu leo. You see, it is all well coordinated. All well coordinated. Because this pastor was supposed to be in church, akiprepare kanisa. Lakini he found a reason not to be in the church. It was not him. So when you come and condemn this man because amepatwa kwenye shida, you are wrong. You are completely wrong. That was well planned planned by the devil. Alikuwa amepanga na amemaliza. Why? Nikamuuliza, have you been praying? Akaniambia for the 1 week sijui. Nilikuwa naomba na shida kuomba. They attacked his prayer line. When your prayer line is strong, you are able to detect, you are able to know, you are able to come out of it. What they attack is a prayer line. Ukiona your prayer line is attacked and you are not able to pray, there is something ahead. Ngangana tafuta mtu anaweza kukuombea, ama ita watu wawili watatu waambie nisaidie kuomba, nimeshindwa, sina nguvu ya kuomba. Mwambie tu sina nguvu ya kuomba. Usinyamaze. Usijaribu kungangana. Hata usiombe, wachana na maombi. Tafuta watu ambao mnaombaga na wao, mwambie please help me. My prayer line is completely out. Mimi niko chini kabisa. Mimi niko chini. Then from there, sasa hapo ndio unatafuta ukianza unaambia watu wakuhakishie moto, because when your prayer line is down, you are under attack. Anytime Al-Shabaab wanakuvamia. That man for 1 week, strangely, he never prayed. Na ni mtu anajulikana kwa maombi, akishika kuomba mpaka watu wanastukaga huyu. Walikuwa na wakati watu wanataka kutoka ndio wanampatia microphone, ndio wale atabaki na wao, baki na wengine waitoke. So when you are prayed for you to understand that your heaven has been closed, look at your prayer life. The prayer life ile uko nayo imekaaje? Are you able to pray? Ama nasemaga maka si baba unanijua,
Tunajua napenda kuomba sana, lakini juu nimechoka. Na unajifunika mlageti, unakuta ushaiomba, unakuta ulilala. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kukumbuka uraho yagatia. Nakumbuka hata ukumbuki. Kumbe ilipotea. Ulijiacha ukifanya nini? Ama ulikuwa unafikiria kama message kwa simu, unakuta wewe ulilala, kasimu kakaendelea. It is you are under attack. And that is the most important time to help a brother, to help a sister. Because hiyo inakuanga target specifically on your destiny and on what? On the mantle of God that is in you. That is a time you need your brother who prays. That is when you need a sister who prays. That is when you call your own mother. Ukiona these things are not working, you call your own mother kama ni mama mzuri. You call your father kama si wakamunyweso. Unamwambia mimi si yuko sawa. Mimi unadira igwa mami. Ndio nani yetu. Hata usishinde ukimwambia kama ni mama ambaye anajua kuvuruta menyuge, ataelewa what is happening. Mwambie tu mami. Ai, mami. Sioni maneno ikiwa najaribu kuomba siobi. Ama enda tu kwa pastor yako mwambie this is not right. Things are not going right. Because that time, it's a climax of a long-term process. Sasa wamekukamata, wamekuwa kikuua pole pole. Sasa mahali utakuta umeomba, umejaribu kuomba, imeshindikana. Sasa hapo wanakujanga wote, every operator, engineer wote, technician wote, kila maana. So hautaepuka. Si unaona hawa walienda mahali kondomu zilikuwa zimewekwa tayari, wakaenda mahali kuna karumu tayari, wakaenda mahali msichana alikuwa ametengenezwa, kila kitu was prepared, kanyama, ng'ombe, buzi ilikuwa hiyo buzi hiyo walikula ilikuwa imeuliwa kwa sababu yao. It was prepared. Na hii ndio watakula, alafu imewekwa dhahabu ndani. So ina project kila kitu inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important when you look at your prayer line and you find that your life in prayer is not consistent, that you are under very serious attack. The heavens have been shut, and once they know your heavens are shut, that is when they come on you and they will hit you, and they will hit you big. Huyo pastor alifukuzwa kanisa na washirika na kila mtu. Na hako kamama kalipojua kamefaulu, kazi imemalizika, kamama kalitoroka. Na nikamama mpaka yeye aliulizwa na watu, oyu of all the people, mtu mpaka hajui kuoga. Akazo pastor, na hiyo pastor anavaa suti ya Italian menswear. Mpaka anaulizwa, pastor, were you in your senses? Hiyo ndio iliyokuwa yeye. Kwa sababu wazee wa kanisa walisema no. Hata kama ni usherati, hapana. There is something wrong here. Then kutatoka hapo mmoja ambaye ni muombezi sana, akaenda kuomba Heaven's Gate. Ndio alikuja na report, akasema it was a trap. Lakini sasa angalia, ataambia watu nini? Hiyo kitu, hiyo super guru iligonga bishop mwenyewe. Na bishop akatiririkwa hapa na miujiza kutoka mbinguni. Kila mtu aliona bishop, imagine sasa, imagine tani hapa. Utarudi kuambia watu namna gani? Huyo mtu aliresign. Saizi anachinja ng'ombe hapo Daguleti. You see? They were able. Hata kama tulijaribu kurescue yeye, they were able to win the battle against you. So that is how many of you have failed this battle. That is how many of you are suffering. You are not suffering because you deserve to suffer. You are not suffering because you are weak. You are not suffering because you were a prostitute. No. Hata mimi naweza kukamatwa na mama kama huyu na mjikute nikute na mama kama huyu. Nilimwambia jana nikamtoa mapepo, lakini akaenda kunitoa mapepo baadaye. Mpaka tukiwa na yeye najiuliza, hatia nimeingiaje hapa? Nimekujaje? What happened? Surely what happened? Mpaka unapigia rafiki yako anamuuliza, ni unadiro na huko. Sioni kama niko na kichwa mzuri. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. That is how you understand. When your prayer line is under attack, my friend, tell your neighbor. Don't usijaribu kungangana nayo. Don't try. Ambia your neighbor, because already you have been arrested. Tell somebody to rescue you. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you have a genuine friend, he will pray. Na utakuwa rescued. Bwana Yesu asifiwe sana.
when you find your prayer line is under attack, there is a judgment released. Judgment ndio inasababishanga prayers they don't work. Because when you find God is not happy, and there are three things that causes God not to be happy. One thing is the personal sin. Number two is a generational sin. And number three is a territorial sin. We can be so righteous here. We're safi, we're clean, and nothing with us can be used against us. But the territory we are in, it is full of the devil. The founders of this territory. Because Sodom and Gomorrah, there were some few people who were good. But because they were in the territory where nothing good was coming out of it, they were all punished. So it is very important when you come, when you go anywhere, any village, any town, any country, it's very important for you to do what we call spiritual mapping. I was speaking today with somebody in German. And German, it is the headquarter of the Freemason. German, the entire German, wazungu wote in German, they worship the devil. Hata kama atakwambia naendanga kanisani, they worship the devil. Yesterday I saw in the UK, they have said it is compulsory. Subject inaitwa gayism na lesbianism must be taught like CRI, must be taught like geography, must be taught like history. It's a must. Why? Because the territory allows. But wanasema don't mention God in schools. You can be prosecuted if you mention God in school. In the UK, in most countries in Europe, you can't mention God. You'll be arrested. Why? Because the territory has been captured by the devil himself. Has been arrested. Captured. So therefore, when you mention something that is against the territory will swallow you. To fight you. If you come like hapa naitwa Modhurwa, hii Modhurwa. The territory of Modhurwa is captured by the witches and wizards. Then if you come as a Christian, you will have to close your church. Because they will gang up against you. You get into a family, you get married to a family, ambapo baba yangu ni muganga, mama yangu ni muganga. Only my son who marries you ndio anaendaka kanisa. But the territory na shamba yetu, hapo ndio kunafanywa makafara, ndio kumechinjwa mambuzi na mang'ombe za kafara. Hata ufanya, hata uokoke, hata ukoage, ukiokea, unaogea na kiruga ya biguni. You can't survive. You can never survive. Utakuwa ukiota na manyoka, utakuwa ukiota ukinyongwa, utakuwa ukiota everything bad. Hata mutoke hapa na bwana yako mwende America, as long as you have immigrated from this foundation, the foundation will follow you where you go. You cannot survive. Because your man is part of the ground, is part of the foundation, is part of that family. And the umbilical cord still connects him. Hallelujah. I want to teach you, I want to show you how the territory is very important. Somebody to check with me the book of Ezekiel. Somebody to go with the book of Ezekiel. Ezekiel is before Matthew? Is after Matthew? Eh? After Jeremiah. And Jeremiah is after Genesis? Eh? Isaiah. Oh, Isaiah ndio inakuanga pale Revelation. Yes, Ezekiel 16. I need to understand how a territory can destroy you and how an origination can destroy you. The Bible says, again, chapter number 16 of Ezekiel, again the word of the Lord came to me, Son of man, make known to Jerusalem her abominations. Again, the word of God came to me and tells me, Son of man, make known to Jerusalem her abominations, detestable things. So it is not the person who's being told.
it is Jerusalem, a city called Jerusalem, that is being told, make known to Jerusalem her abominations, her problems, her challenges, her iniquities, her sinful acts. Then what was the abominations? The abominations say, Son of man, make known to Jerusalem her abomination, and say, thus says the Lord God of Jerusalem, you to Jerusalem, your origin and your birth are of the land of the Canaanites. Your origin and your birth is of the land of the Canaanites. So your origin and your birth can cause you to have an abominations. Why? Now you get to know is the land, so the Jerusalem is accused of being in the land of who? The Canaanite. So you tend to go back to ask God, what is wrong with the Canaanite? So be able to understand, to know why Jerusalem, the entire city, is accused of having an abomination. Why? Because the birth of Jerusalem and the origin of Jerusalem is in the land of who? The Canaanites. Who are the Canaanites? You ask yourself that question. Who is the Canaanite that is causing the whole land to be accused? Then Canaanite comes from the name Canaan. When Ham, Kasua, when he was cast, the curse did not go to Ham. Went to who? To his son. Hallelujah. Because Ham and Shem and Japheth and the cows and the goats which entered into the ark, they could not be cast. So when this curse came to the son Ham, what happened? It jumped from Ham to who? To the son. Just like David committed sin. And instead of David suffering, it is who? The children who suffered. So there are some of the sins that you commit may not touch you, but will touch your children. So Jerusalem's challenges is not because it is Jerusalem. It is because it is operating on a land that is named after a person who is cursed. Hallelujah. So got number 2 of it, and they say that to the Lord, your origin and your birth are of the land of Canaanites. Your father was an Amorite. Why mention the tribe of your father? And your mother was a Hittite. Why again mention the tribe of your mother? Because there is something associated with that tribe. An Amorite are the people who are against God. The people who fought men and women of God. And the Hittites were witches and wizards. So you are sitting on a land that is operating under curse. Your father's origin is the people who are against God. And your mother's origin is a person who comes from the witches and the wizards. Now who are you? You are more than a bomb. You are a product that is more than a bomb. Because the land you were born is cursed. Your father, the Amorites, were cursed. The Hittites, who is your mother, were cursed. Then you go to number 3. Let's see what happens. And verse number 4. And as for your birth, on the day you were born, your cord was not cut, nor were you washed with water to cleanse you. The day you were born, the cord that connects you with your mother, your father, and the ground was left intact. Nor were you even washed. Meaning, all the dirty things are upon you. All the hopeless things in life are with you, are walking with you. You are suffering because the land you are born is wrong. The father is wrong. The mother is wrong. And you never found anybody to help you cut the umbilical cord, to disconnect you from them so that you can start a life of yourself.
So you need to be very careful on what is happening around you. So we have looked at that, Tumiona. The territory can cause you. That is what we call generational things, territorial sins. We can determine what you will become, can determine your children what they become, can determine whatever. And we have generational curses that will determine also what you become. What are generational curses? These are the sins that were committed by your great-grandparents. This is a sin that was committed by our forefathers. The sins, the Bible says, gakinyeria waganu wa maithe kinyarushano rwako igana wagatano. So wewe unaweza kutenda dhambi, watoto wako 500 years ago wasafe the consequences. So that is important for you. You must be able to understand what is this, what we call a generational sin that is causing you to suffer. A generational sin that is causing you, because your mother, your father, your grandfather, they had an issue. Watu wengi unaonanga wagoroki. They were not wagoroki. Kuna kitu iko ndani yao inaogeaga. Kuna mtu ako ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ako ndani yao. Wanakuaga ago. They are witches and wizards. And it is that spirit that is tormenting them. Until they find a man of God to remove the spirit of the evil spirit from them, and so that they can be filled with a fresh spirit of God. They will be removed kutoka kwa ago. Aigie atakuwa prophet. Because that is a vessel purpose for the word of God. And the devil comes and he picks the same vessel and he uses it for his purposes. Kwa hivyo ukiona mtu mgoroki kwa soko, si mgoroki, that's a leader. That's a prophet of God. Na ndio unaonanga kinaogea, unaona kuna mtu anaogea na yeye. Kuna mtu wanakuaga wakiogea na yeye. The evil spirits. Bwana Yesu asifiwe sana. They contain and control him. So it is very important if you have a brother ambaye ako na kichamu nilete. Until when Bishop Harrison Nganga, we unraveled with him, we discussed with him, mpaka tukajikuta hapo. Sasa ndio tukaanza hiyo maombi. Kwa hiyo maombi, siku moja Bishop akaniombea nyumbani akiwa amelala, akatokelezwa na huyo mzee, akamuuliza, where do you want me to go? Unanitoa hapo kwa nini? Akamuuliza, wewe ni nani? Akamwambia, mimi ndio General Waruinge. Wewe ni nani? Wewe unajifanya unaweza kutoa mademon. Huwezi kumtoa. Huyo ni mimi. Atukaomba for 40 days. That is when nikatoka. Na from then nikaanza kuhubiri vizuri. From then nikaanza kuwa mtu ambaye natembea vizuri. I'm genuine. I'm doing everything right. So there is a problem in you that only needs a man of God to come and remove it. There is a challenge. So it is not you the problem, but the spirit in you is the problem. That is very important. And this only you can understand it if you understand a generational problem, a generational sin. Because my grandfather did a generational sin that is of spiritual nature. They slaughtered goats and they raised an altar. And this altar that was raised, they connected it with God of the mountain. So anything connected with a God, whatever the God it is a spiritual mistake. If it's a demonic power, it is a spiritual mistake. And it will forever haunt you and haunt the entire generation. So you need to understand, is the problem that I'm going through of spiritual nature? If it is of spiritual nature, you need a man of God who is higher. And again, you don't go, if like now my father had gone, walienda kupigana vita vya Second World War, Burma. Meaning, his authority was of international class. Bwana Yesu asifiwe sana. So you don't go to that kambo hujia kwenu, hata akajatembea Nairobi, ati nitolee mapepo. Katapigwa na wewe utapigwa. That is why you see unaendaka kuobewa, badala upone unazidiwa. Because you reported a case ya dio kwa chief. So you must understand. Ujue kama baba yako alikuwa modomogo, alikuwa muragori. Try to look, enda kwa watu wanamjua. Uulize, ni watu wagani walikuwa wanamtembelea? Ni watu wa kijiji, ama ni watu wa Nairobi, ama ni watu wa
Mombasa walikuwa wanamtembelea, ama ni wa Kisumu. What kind of people were visiting wakati walikuwa wanaenda kutafuta solution kutoka kwake? Ni wa Kisii, ni wa Kikuyu peke yake? Kama ni wa Kikuyu, is it the clan hapo hiyo ya village? Kama ni hiyo village, chukua pastor hapo, wale wanapiga wakipiga makelele hapo kijijini, hiyo watasolve. Lakini kama baba yako ama guka yako alikuwa Mudomogo na alitembelewa na Mjaruo na akatembelewa na Mbaluya na akatembelewa na mtu mwingine, that is national. Huyo mtu ametoka level ya nini? Ya village, amekuwa national. If the people who visited you during when you are doing the criminal activities or whatever are of national level, then you don't go to any pastor who is not of national class. Hata taweza, atashidwa, atapigwa, because the spirit that is operating is of national level. Na ukiona mtu kama hiyo ako na international connection, then you don't go to a pastor who does not have an international anointing. Unaangalia kama hata simu yake imewahi lia na kanaba ka Uganda, kama mtu yule anauzaga nguo Uganda. Kama hakuna kitu kama hiyo, wachana na hiyo pastor na usimsubue. Huyo wachana naye, weka kado, nenda. Kama unajua the kind of the people, the kind of the demon you are dealing with, hiyo mtu ni mtu ameenda Tanzania kufanya uganga, ameenda Mozambique kufanya uganga, ama ameshikana, unajua ile mabao inasema mganga kutoka Tanzania, mganga kutoka Shinyaga. Kama wewe umewahi kuconnect na huyo mganga kutoka Shinyaga, then your level is not local, it's international. So you don't need a national pastor, you need an international pastor. An international what? A pastor who has a clause of international nature. Mtu mwenye ako na connection, ameombea mtu akiwa Amerika, hata kama ni mama yake alikuwa Amerika lakini amemuombea. Hata kama ni cousin yao akiwa Amerika ama akiwa Greece ama akiwa Qatar, amemuombea. When you pray, kama sasa niombea mtu ako Qatar, nimepanda level. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo mtu anajuaga when he's dealing with the spiritual matters. Lakini kapasta, atatoka kapasta kahutakia sheje siko kile na negeshagi. Hiyo ni level ya hiyo. Akitoka hapo atashikwa. Tuma shimu, tupa shimu ne? Tuma shifo. Aida akashike dio. By the time afike hapo ataambiwa toa kirauni na utoa uniform uingie pale jini. Hata hitaji kushikwa, ataambiwa ingia hapo na ujifungie kwa hiyo sero. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be able to understand huyu mtu mnaenda kwake. It is not the anointing. Si ati kila mtu, all of us tuko na anointing. Wahuji hao wote. Hata yule wa Geshaki, hata yule wa mabasi. Unajua mzee kutana na huyu mabasi. Kutoka Doni mpaka hapa amehubiri na amehubiri, introduce yeye mwenyewe, amehubiri, ameitisha sadaka na toba. Oh. By the time atoke pale mpaka hapa anakuwa amefanya zote, amechukua sadaka. Baba sema, mpaka ameitisha sadaka na kila kitu na anatoka. Hiyo ni level yake. Even that is an anointed man of God. Bwana Yesu asifiwe sana. He is anointed man of God. But the level he ana operate in imemfikisha hapo. Hakuna mahali anaweza kukusaidia. The anointing respects the other anointing. Anointing ya shetani na anointing ya Mungu huwa zinaheshimiana. Bwana Yesu asifiwe sana. The authority ile inatoka inaheshimiana. Ukienda kukutana na kapasta ka vijijini, umulete hapa Nairobi, ni kama tu uchukue kuku ya huko nyumbani. Hakuna kitu atafanya. Atakuangalia, ataanza kusema pepo toka! Pepo toka! Pepo toka! Pepo, unasikia kumbe yeye ni kunyogwa na nyogwa. Unaona macho imeanza kutoka nje. Macho inatoka nje. Anaanza kusema pepo toka! Unaona kirudi rivers. Rudi rivers. Kuna yule pastor Mkenya alienda hapa Uganda kutoa mapepo majini. Mliona hiyo kitu kwa gazeti? Alienda akapiga makelele akasema ametoa mapepo. Kurudi, gari yake ilikuwa imeweka chini ya mti kama ile. Kurudi, kufika tu kwenda kutaka kuvugua gari, kivule kimuti kikubwa, kasema kaka kikaangukia gari kakabodwa. Nikuulizwa sasa, toa hii. Ulisema umetitoa. Toa gani? Toa hii. So you must be able to understand what kind of a generational problem you're having. Is it a local, nika village generational problem? Is it of international standard? Is it of a regional standard? What kind of
A generational problem. Because a generational problem will regenerate the generational curses operating in your life. Wakati uliingia ndege ukaenda Iraki ama Irani, hata kama ni Afghanistan, you raise the standard of the problem in your life. Na hiyo problem ikienda huku unaweza kataliwa. Mapepo ya huko yanatakataa wewe. Utajikuta umekuwa maskini mpaka umeletwa kama umewekwa pigo. Hallelujah. Ni kama umewahi kwenda ukarudishwa. Inakukataa. Demons za huko zimekukataa. So you need to come back and retrace yourself to find a solution going back. Otherwise, hata ufanye hata ukae Amerika miaka gapi, ila kitu ikianza itakushika. Utashikwa, makaratasi utanyimwa. Number 1. Number 2, itakuforce udanganye ulikuwa wa Mogeke. Sasa unatafutwa na Waruinge Kenya, anataka kukuua. So unajipatiana kwa asylum under a false statement. You have put yourself under arrest. That will forever keep to haunt you. Mwingine anakimbia anasema mimi ni lesbian, ninataka kuuliwa Kenya kwa sababu Kenya hawataki mambo ya lesbian. Mwingine anasema mimi ni gay. Sasa wale watoto, wewe unaweza kukosa kuwa gay lakini watoto wako watakuwa gay. Because you confessed I am a gay. Bwana Yesu sana. You confessed I am a lesbian. So whatever you confess you become. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we together? Are we learning something? But are we learning something? Mumeshika vitu mzuri. Mumeona most of the problem is you. How many of you have discovered kumbe sikuaga ni problem, mimi ndio problem? Simeona. Kumbe mimi ndio pepo. Ile unashidaka ukikemea. Shetani ninakukemea, ninaharibu misingi yako, ninaharibu nje. Unajua wakati huo what are you doing? You are destroying yourself. Unaharibu misingi yako because wewe ndio shetani. So you fight, as you are fighting, you're not fighting an enemy, you are fighting yourself. Ukitoka huko unatoka kwa heaven's gate, ukikuja unakuta kufuri zimefuga nyumba, na hujawahi fukiwa na kufuri bili, unakuta bili ndio imefuga. Kukaa kidogo naambiwa hata watoto walifukusagwa. Na shetani kule ukiwa heaven's gate ali make sure hakuna uchaji simu yako ulisahau charger. Ama mawe imeharibika ya battery ya msimu. So no communication as he is operating in your home, you will not be having the communications. So by the time you come hapa ukifika nyumbani ndio unakuta nini? Unakuta kufuri ni gapi? Watoto walifukuzwa shule. Na mzee alichukua tu vitu vyake akaenda. Sasa unauliza kagayo utawira ate. Yaani nogo hoyega ididege hoya. Siku 3 nimekuomba, siku 7 sijakula. Alafu ninakuja kukutana na hii shida. Atakwambia na bado, maneno bado. Kwa sababu ulichokosa territory ambao hauijui. If you don't know the altars that are speaking in your life, if you don't know the kind of problems, the challenges in your life, don't interfere. Because the moment they know you have interfered with them, they will hit you. Because they know unataka kujinasua. Ni kama uende Kameti uende mfugo ujaribu kutoroka. Wanakupiganga vita mpaka wanakufuga mguu ndio usijaribu kuruka huko unataka kuruka. So that is how ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa maroho ya mashetani inaoperate hivyo. Wachana na kelele mingi ya maombi mingi ambayo haikusaidii. Jesus himself alikuambia na akakufundisha pray and you will. Yeah? Nakuuliza, pray and you will? Yeah? Pray and you'll be answered. That is what Jesus told us. Pray and what? You'll be answered. And if you're not answered, seek. So stop praying. Wacha na maombi. Ukiona maombi imekataliwa na haijibiki, wachana na maombi. Ingia kwa seeking. Ask God. Now wachana na mambo. Wachana na mizigo yako weka kado. Rudi kwa Mungu mwenyewe mwambie, ni kwa nini haunijibu? That's seeking. Seeking from God. What could be the problem? Naye Mungu atakuambia, kuna milango. Kuna laana. Laana ni milango.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna generational curses ni mulango. Kuna territorial curses ni mulango. Kuna personal curses ni mulango. Sasa hiyo ndio milango. Anakuambia sasa bisha, knock and the door will open. Kunok kwenda wakati umeambiwa there's this curses, generational, spiritual, generational curses and the personal curses, territorial curses. When now God shows you the door, you don't go knocking. You don't go shouting at Baba, ninavunja milango hata kama ni ya chuma. Ulisema utatuvunja. Hapana, stop that stupidity. Hiyo ni ujinga. Amekwambia kuna milango. Amekwambia knock. He didn't tell you to fight. Amekwambia fanya nini? Knock and the door will do what? Will be opened. How do you knock? Now that is where you go with sacrifices. Because now when you find there is a door, that is an altar that is speaking in your life. Ukisikia kuna personal curses, generational curses, territorial curses, now they turn themselves to become altars that speak in your life. Altars, si maombi, you don't go praying. Altars, you raise a sacrifice to destroy the altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Somebody can open for me the book of Jeremiah 1 verse number 10. Tusome from verse 9. Nasema, then the Lord put out his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. I have put my words in who? In your mouth. Because he knew this is not about the continuous joke that you've been joking around with. This is something different. And when he put the words, God, he put the words. So the word of God can only do the job. Not your words. Not your pastor's words. It is the only words from God. Verse 10, see, this is God who is telling Jeremiah, see, I have set you this day over nations and over kingdoms. See, I have set you this day over nations and over what? Kingdom. So that's where you ask yourself, what are these nations and what are these kingdoms? Marriage is a nation. Praise be the name of God. Marriage is what? Is a nation. A church like this one is a nation. The business you are doing is a nation. Anything that is an institution, anything that is what? An institution is a nation. Bwana Yesu asifiwe sana. And every institution, it got a spirit. Your marriage, kuna spirit, because you are the leader of the marriage. When you're mudhamaki wa that marriage. Every mudhamaki has a spirit behind him. When Ruto was made the president, there are two things that notably happened. One thing that happened, he went there driving his own car. Lakini wakati alifika kwa podium, akapelekwa mahali na maofisa tu wa protocol. Lakini Uhuru akalipokuja, alikuja na the entire force of Kenya armed forces guarding him and a man behind him. Bwana Yesu asifiwe sana. And when it came to handing over, Uhuru handed over two things. A sword and what? And what? And the constitution. The sword is not very important. The constitution. As he handed over the constitution, the man behind him moved very fast to Ruto. And the Uhuru became empty. Immediately. Did you see that? The bodyguard that came with Uhuru, when Ruto touched the constitution, he moved very fast behind Ruto. Because it is not Ruto, nor is it Uhuru. The man is guarding the constitution. Hello? The man behind Ruto every day is not after Ruto. He's guarding this man who is holding the constitution of the country. That is the spirit behind the president. And from there, a flag designed by Ruto himself will raise in a type of presidential standard. That is now the spirit behind the leadership of Ruto. You choose your color.
you choose your flag. So wherever Ruto goes, it will be hoisted. Akitoka inateremushwa. It is always in his car when he is in the car. Akiingia State House inapanda. Akitoka inashuka. Inaitangwa presidential. That is now the spirit that he uses to run the country. So, when you're talking, see today, I've given you nations and the kingdom. He has given you Kenya is a nation. But the spirit that is running Kenya is the kingdom. Nation doesn't have a spirit. But a king has a spirit. Praise be the name of God. So Jeremiah was told, I have given you nations and what? And the kingdoms. So he has given you the nation, like now the institution Kenya, and the spirit behind Kenya. That is what God was telling him. To do what? And he tells him, I've given you this so that over nations and over kingdom, to pluck that kingdom down and that nation down. To break it down. To destroy, to overthrow. You break that nation. You break that kingdom. You break and destroy and overthrow it. If you go to America today, or if you go from here to Mombasa, and they find people saying, Mombasa nedito, don't agree with them. There is no land that is difficult, and there is no land that is easy. Mtu akienda Jerumani akwambia ati ni kuzito. Mwambie usiagree na yeye, because you have the power to go there and overthrow Germany. Pluck it down. Destroy it. Then bring it down. And then the next passage says, after what you've done, build and plant. So kama unapitia shida, ni wewe shida. Because see, today I've set you over nations and the kingdom. To do what? To pluck them down, to destroy them, and to overthrow them. Then you do what? You build and plant a German that you want. An America that will give you food. A Mombasa that will give you money. Territories are supposed to give you under your authority. Not them. Not under you to go under their authority. You pluck, you destroy, you dismantle, you overthrow, then you build and plant that which you want. You build your own nation. You build your own marriage. Don't do your marriage like your father. You do your own business. Don't do a business like other people. Build your own. Go there, destroy the altars operating in this area and build. Somebody told me, here kuna kanisa inaweza endelea hapa. And I told them, no. I believe in my God. I'm going to have a church here. And before I have the church, before I move to any other land, I will conquer. I have conquered. Wale wachai wote walikuwa hapa wamekwisha. I'm ready to move to another place. Bwana Yesu asifiwe sana. So usiabiwe na mtu atende kolito. Gwetile kodo kolito. Wewe ni mokegu. Ukiambiwa Amerika ni kugumu, hakuna Amerika gumu, wewe ndio mchiga. Ukiambiwa Germany hakuna chakula, wewe ndio ujui chakula iko. There are people there, rich people. Ukiambiwa ati Kenya komete, hebu toka hapa nje. Hesabu ma KDC na ma KDD what? Imefika KD? KDL. Toka hapa uniambie kama ni kuokoto. Iliokoto kwa takataka. Enda Kayole uone kama nyumba siyabati. Nenda huko Muthaiga uone kama matajiri hawajeki manyumba. Kama hakuna pesa ni kwako. Kwako ndio hakuna pesa, wengine kuna pesa. Yeye huyo mtu alikuja Nairobi akajijengea Nairobi na akatengeneza pesa yake ya Nairobi na akaita jina yake, akanunua shamba akaipatia jina yake. So na akasema wewe kutoka leo you will be giving food, and Nairobi agreed as per the command. We are all running against the wall. You must destroy the wall. God told Joshua, I have given you Jericho. But he repeated again after giving Jericho to him, but be strong and be courageous, because it is not a bed of roses. You will have to conquer. So for you to succeed in Nairobi, you must destroy the Nairobi you found and build a Nairobi that you want.
For you to succeed in America, you must destroy the America you found and build your own America that will give you money. You build your own dollar, you build your own business, you build your own everything and command it. Create the space. There is no free space for you. Never be cheated by anybody. There is no what? There is no space for you. There is no free space. Every space is occupied. Every single hata kaburi hauna nikogoro kagura. Onakaraka kwa nyumushi ni athuri magaikara the mauge mabe matue matua mabe mashire imwana cieto cie irima. Bana, there is no simple free space. Hakuna hata mwanaume free na hakuna mwanamke free. You create your own. Nataka kama mtu kama haka kame kuja. Na si wewe na usiende kuibia watu ati nimekupenda. Nataka kama mwanamke kamekonda hivi. Ninajitengenezea kwa akili yangu kama mwanamke kale nataka. The baby, the wife I want. The mrembo nitakuwa nimesema my baby. Bwana Yesu asifiwe sana. The kind of a woman I want, I will create and model. Ni mchonge mpaka akuwe amechongeka. There is no free woman around. There is no free man around. Hakuna. Atijeteleka yade hera mudhuri. Akorutereko. Hakuna. Atijeteleka yade hera mutumia. Akorutereko. Waliwachwa hapa. Kila ukiangalia huyu unakuta labda huyu hapo umesikia. Si umesikia? Ako huko Kisumu kwa Maoria kwa wapi? Alafu useme ati nimepata kasichana. Ati kamevaa vizuri. Kabla hujakibiria mwanamke omene kama huyu amevaa vizuri hivi, uanze kumuita bebu, jiulize hii nguo ameilipia gharama gani? Ati unapata kimwanaume kinaendesha Range Rover na kiko na nyumba ruda na unasema hey, I found a man. Ooh, that man is handsome. That man dresses like a king. That man, if you go to his round in Runda, that is when you know that we are living in another world. Ask before you see the Range Rover, before you see the nice house, before you see the nice perfume, you feel the nice perfumes. Ask yourself, what is the price tagged to this man? Amelipa gharama gani ndiye afike hapo? Ameuza watu wangapi? Ameua watu wangapi? Ni kafara ngapi ametoa? Ama ni kimwanaume kwa sababu mimi merembeka ni mzuri. He didn't come with money. He didn't come. Mimi kwetu kutoka nyumbani niliombewa lift na mama yangu. Kilori ya mafuta ilikuwa inaendeshwa na kaseni yake. Ikanileta hapa Mwiki Kasarani. Kilori ya mafuta. Saizi mimi napeleka gari nikirudi nyumbani. Alafu nakutana na kimwanamke kinakuja kusema that man is handsome. She's driving a nice car. He's driving what? He owns a nice house. Before ujue nimekoni watu. Before nifike hapo nimekoni watu nikiwa prison. I conned people. Have I repented? Have I been disconnected? So you need to understand me whether I have been disconnected from the evil I did. Ndio ukuje uone handsome. Utakuja ujipake nikubebe mzigo. Kumbe wewe ndio ulikuwa unatakikana ufike ndio kafara itolewe. So not everything that glitters is gold. Do kitu inaitwa spiritual mapping. In every territory you go, do a spiritual mapping. Understand who is this man in the spirit. Come to Madhurwa. What is this area in the spirit? Who are the people who are controlling this area? You go to Mombasa, ujue kuna mapepo aina gani Mombasa. Sio kwenda kurukilia huko. Kuna watu walirukilia huko, sasa ni mawaida wa simu huko. Huko Mombasa. Kuna mtu wako Mombasa hajai kanyaga kwao ibara. Why? Because you don't understand. Before you make anything, before you marry any woman, before you do any business, first of all, do the spiritual mapping to understand what kind of the three that is operating. We said territorial. Territorial what? Territorial what? Number 2, generational. And number 3, personal sin. You need to understand those things before you get nimekupenda yewe mudhaka kogwo. So I need to know what I already tell humaigana.
I will start from there. How did you break your virginity? For me to marry you, I need to understand how you broke your virginity. Because that will lead me to know what kind of a prostitute you are, a harlot you are, or a godly woman you are. Kama ulibreak virginity ukiwa na 9 years, how do I expect to tame you? How do you expect me to tame you? Kama umeua watoto 7, sasa unataka tuzae wengine 7, utatoa wapi in the first place na mayai yote imekufa? So we must do a spiritual mapping. Na kana if marriage kwa tungekuwa na divorces, tungejua. Nikijua huyu mama ama huyu, nijue karakta yake, nitajua either ninaweza kumuombea, ninaweza kumsaidia tuvuje all those things, ama kuna mwingine huwezi vuja. Mungu angekuwa na uwezo wa kubariki Abraham kwa baba yake, lakini alimwambia baba yako hata tukifanya nini, nothing will happen. Akamwambia toka. Mpaka kule nitaenda kukubarikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wengine walibarikiwa wakiwa kwao. Kuna wengine walibarikiwa wakiwa kwao. Jacob had to change his name for him to be blessed. Sometimes we change our names for the blessing to come. Sometimes we rename. We come here, we rename the territory. I went to Moranga, now I changed the name of Ihora Stadium to be Gilgal, where the reproach of Egypt ended. You go, you conquer. You don't just go and sit around and become part of them. No. You go and conquer and win every battle there by making it subject to you. See, today I've set you over nations and the kingdom. To do what? To overthrow. You overthrow to change the names. Your family is known of a poor family. Change the name of your family. This is a rich family. Your family is known of prostitutes. Change the name of your family. Tell them these are women, home of women and men of God. Kwenu kunajulikana ni kwa wachawi. Badilisha uchawi, weka neno la Mungu huko. You must overthrow. Since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven is what? That was what? And it's second by what? Stop being stupid. Christianity is not a license to stupidity. Jesus tells you that since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven serves, and it's second by what? So wachana na ujinga. Mwambie mwenzako tuache ujinga wa Kristo. Waislamu wame take over Nairobi everywhere. They have taken over. Niliwakuta Nyeri, niliwakuta Murang'a. They were taking all the small businesses all over. They have bought all our lands. They have taken everything from us. Hey, katika jina la Yesu. Hey, the next time went to Murang'a huko. I'm not being tribalist. If there is any greatest tribalist, it's God, it's not me. He made me a Kikuyu. He made you a Luo. Yes. No mukafira. Nenika anegai. He decided me to be a Kikuyu. He chose me. But when I went to Gatanga, inside Gatanga, nilikuta Waganda ndio wanafanya kazi huko, na Waluya na Wakisii ndio wanafanya kazi huko. Vijana wa Kikuyu wote wako Kabe wakikunywa mung'are. Na bibi zao wamewachwa na wale vijana huko. Na unajua mama huko nyumbani, mama anahitajiki kukaa vizuri. Si ndio? Si mama anahitajiki kukaa vizuri. Ama shida inatokeanga wapi? Si inatokeanga bedroom. Si vita inaanzanga bedroom. Sasa kumbuka kuna jamaa analima huko vizuri, anakula matoke vizuri, na anakula ugali. Najua wale watu wanakulaga ugali. Kajamaa kama Kikuyu kako Kabe kanakunywa mung'are na chang'aa na bangi. Kakirudi kakihorutwa na ruhuho hivi, kanapeleka kwa ile unaona ile kitu ile wanasema kwa masiaka ile ya kuzunguka hivi. Ikikuja utakaona kamezungushwa, kamepanda huko juu. Ni nani amewachwa na bibi zao? Niambie, in 10 years will we have a Kikuyu in Murang'a? We will not have. We will not have. Mama kigate Sayuni gani utaenda? Tengeneza
Tengeneza Sayuni yako hapa kwanza kabla uende hiyo ingine unataka kwenda. Make your Sayuni here. Make God happy with you, because God hates cowards and hates what? Foolish people. Niangalia na shida huyu no pastor kweli. Don't want that pastor. Tag. If it's not helping me to be in this verse number 10, that God is telling me, see, today I have set you over what? Nations and kingdom. If I'm not able to control, contain, and capture territories, then don't call me your pastor or an apostle. If I'm not helping you to change your life, get out of my life. Bwana Yesu asifiwe sana. If I will only be telling you, receive the car, receive shamba, we will be stupid, two of us. Na kwambia receive gari itoke wapi hapa? Ati inua mikono yako juu hapo kuna waya. That is stupidity of the highest order. In the name of Jesus Christ. Atishika haya. Hebu inua mikono yako. Ndio shamba inakuja, shamba inakuja. Shamba inakuja. Inua mikono yako juu. Inua mikono kuna shamba. Jesus. Twakinyilio limwa ate. I have to show you that you need to buy a shamba. So you need to work for you to get what? There is no miracle shamba. Hakuna. Mbona hebu ujiulize. Let's think loudly. The pastor will tell you hapa juu kuna waya. Inua mkono, hebu inueni kila mtu mkono juu. Inueni kila mtu. Inueni tu. Inua kila mtu. Kuna hapo kuna waya. Wakati wanataka pa nini? Gari. Logbook ndizo zinateremka, logbook. Shamba inateremka. Hapo juu kuna muujiza inaenda kutendeka. Hapo juu kuna muujiza inaenda kutendeka. Sasa after that chairman anakuja hapa. Wapendwa, mnajua tunataka kununulia pasta wetu gari. Wapendwa, kwa hivyo tunataka wazee wa kanisa watabaki na wamama ndio tuweze kupanga namna gani tutanunulia pasta wetu gari. Na unajua pasta wetu amebarikiwa na ametubariki sana, kwa hivyo atahitaji gari kama Prado. Sasa pasta alikwambia ushike waya, yeye anakuambia utengeneza committee, yeye aendesha gari. Sasa gari yake inatoka kwa mfuko yako, lakini yako itoke kwa waya. Mbona tusiende kwa mawaya sisi wawili? Ama ile takuja ya kwanza achukue. Sababu yeye ndiye amefinya button ya kuactivate magari. Sasa wewe umeambiwa ushike waya. Wacha nikuulize tu na usiseme nimekutusi. Umeambiwa ushike waya. Lakini bado umeambiwa utoe 500 ya kununulia pasta. Wewe na pasta nani mjinga? So you are fool. Wewe ni mjinga tu ya kawaida, unafaa kuwekewa nyahunyo munyoroswe kabisa mpaka hii ujinga itutoke. Kani ati ama? Am I making sense? Mzee. Niko na akili mzuri. Kani kwa dira hujia. Ndio koni kwa dira hujia. Mimi nafanyaga kazi. Nauza mashamba, nauza kila kitu. Nikipata hata nikipata mchaga pale nitauza. Ndio niendeshe gari mzuri. Mimi napenda magari mzuri. Lakini sitawahi kuja hapa kanisa mniazame ati tunanunua gari. Hapana. I know where the car is. Iko na muhidi. Alienda akafanya kafara zake kwa muzikiti, akabarikiwa akaleta magari Mombasa. So I know where to get it. Si kwa waya. Na mimi najua muhidi hawezi kunipatia gari bila pesa. So nitayarishe ka deposit, niende kwa muhidi mwambie ndio hii deposit. Wewe nipatie gari, ingine nitakuwa nikilipa. Hapo hakuna Mungu mali anaigiriria ama ni namna gani atendea radhi milo na gakari kila umako. Na ni pesa ciaku. Ila Ngai ni anathimire wira. Anathimire kile? Wira wa moko makwa. Mungu hubariki kazi ya nini? Thank God because of your hand, not because of the car. Ambia Mungu asante kwa kubariki kazi ya mikono ya nani? Baraka inatokanga hapa. Any riches, utajiri ni ya wapi? Ni ya mikono, si ya kichwa. Timuga macho.
Onyedega yada idio gotunya ndo gethemba kiu. Ingi mutunya ma. Ingi mufora. No haunia ameninyima hiyo dhamiri kabisa. Niliona mahali mpaka nikasimama mahali tulikuwa nimeitwa kuhubiri. Mpaka nikasimama nikasema no, pastor, don't do that again. Not in my presence. Wacha niende. Na nikashika microphone nikamwambia whatever this man is telling you is your pastor but is lying to you. Niliambia nisiwahi kajaga hiyo kanisa tena. Because no, you don't do that. Hapana. Hapana. It's not right. Let's save this community. Let's save this generation. Let's make it stand. Don't lie to them. Ukiona mmekuja hapa ugethite makanitha maiga na ginyo gakinya mwisho. Ginyo gekali so tuikaraga YouTube ine le wanaga sai mokei ile. Getha unyonere. Si ni venye umeporwa. Alafu tena kuja hapa, badala upande solution hapa, nikupone zaidi hapana. Wewe Mungu usiwahi kubali, usiwahi kubali. These are your people. I feel so painful. It's so painful. Tusimame tu kwa miguu yetu. Mokondiro. Tukubali watu waporwe. Nani amesema ndio? Huyo ni mporaji. Sema Bwana Yesu, nisaidie nisiporwe. Nisaidie nione uwezo wako. Bariki mikono hii. Nifanye kazi halali iliyo na baraka kwa ajili ya kizazi changu, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano hadi cha 10. Wabarikiwe na kazi ya mikono yangu. Sema amen. That is all what you need. Tafuta kazi. Use your brain. Tafuta kazi. Uko na akili mingi, utatengeneza. Pesa zitakuja. Utakuta watu wanakufuata, wanakutafuta because of the innovation that you have. And you have been, see today, I set you over nations. Being set over nation, it is you are the commander of this country. Mimi Kenya hii hakuna mtu anaweza nibabaisha. Hawawezi. Ruto nampigia tu simu namwambia boss, how are you? Can I come for a cup of tea? Not an appointment. Can I come for a cup of what? Yes. I've marked my territory. Today I'm marking territory yake. We are going to speak as 2 kings. Jitambue. Bwana asifiwe sana. Nataka ujipeleke mbele za Mungu. Mwambie tu, this day I have learned something that I've never thought of that can be the cause of the problem. I've learned that my heavens were shut long time ago. That is why I'm saying. Ask God now to release, to open up the door, to open up the heavens for you. Call him now and tell him, God, I'm tired of this life I'm living. I need your connection. I want to release the spirit of prayer now, that from today you'll be able to pray and demand and ask that which belongs to you. May the God of heaven now descend on you. May the Spirit of God come to you. In Jesus' name. Open up your lips. You can shout the loudest. You can shout the loudest. You can shout the loudest. You can move around. Haujashikanishwa mahali. Tembea kwa nyumba mzima. Tembea kwa nyumba, mwambie sasa nataka kuachiliwa huru. Mwambie tukuheshimu Baba. Kama wewe
twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Kata minyororo ya umasikini, bomoa kuta za umasikini, bomoa ngome za kiumasikini, laana za kifamilia, laana na ngome na mipango ya kishetani waliokuinulia katika maisha yako. Umetukuka, umetukuka. Kamkiloza, karibieni kwenye madhabahu, karibieni kwenye madhabahu. Hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka Bwana, umetukuka, twakuheshimu. Nena na Mungu. Talk to him now. Hakuna mwingine. Talk to him now. Talk to him. Talk to him. Break every bondages. Break every bondages. Release yourself from the bondages of the devil. Nguvu za giza. Bomoa nguvu za giza. Bomoa mikataba. Bomoa nguvu za giza. 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 Bomoa zote. Vunja mikataba. Vunja njia zao. Vunja njia zao. Vunja njia zao. Vunja njia zao. Vunja zote. Destroy every covenant. Destroy every covenant. Destroy every covenant. In the mighty name of Jesus. Umetukuka, umetukuka, Ami umetukuka, twakuheshimu. I can feel the presence of the Holy Spirit. Na hizi nguvu za Mungu zimeshuka. Nasikia Mungu ameshuka. I can feel the Spirit of God. I can feel the power, the authority. Umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, Umetukuka. Wewe peke yake unaweza. Wewe peke yake unaweza. Umetukuka. Wewe peke yake unaweza. Wewe peke yake unaweza. Umetukuka. 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 You are Lord. 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 Wewe peke yako. 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 Umetukuka, Wewe peke yako. Wewe peke yako. Wewe peke yako. Wewe peke yako. Wewe
Oh my hido area hidoma. Lift up your hands. Inua mikono yako juu. Kuna nguvu mpya zitakuja kwako. There is a huge anointing that is flowing now. Lift up your hands and be expectant that which that brought you here is being released to you. Whatever the challenge, whatever the problem, whatever the reason you are here, there is Angel Michael. He's doing the delivery now. Lift up Linda to mikono yako. It is coming now. It is coming now. It is coming now. It is all over now. Take control. Take it over. Take over. Take over. Take over. Take over. Take over. Take over now. Holy Spirit, take over now. Take over your people. Take over your people. Holy Spirit, take over your people. Deliver them. Deliver them. Deliver them. Empower them. Give them the power. Give them the authority. Give them now. Speak to them now. Speak to them now. Speak to them now. Speak to them. Speak to them. Speak to them. Speak to them. Oh, sorry. Speak, Holy Spirit. Be filled by the power of the Holy Spirit. Be filled by the power of the Holy Spirit. Be filled by the power of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit fill you. Let the Holy Spirit fill you. Let the Holy Spirit fill you now. Be filled now. Jaswa na Roho Mtakatifu. 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 Jaswa sasa. Jaswa sasa na Roho Mtakatifu. Oh, jaswa sasa. Let the Spirit of God fill you. Let the Spirit of God fill you. Let the Spirit of God fill you. Let the Spirit of God fill you now. The Spirit of the Most High God. The Spirit of the Most High God. Oh, be filled. Be filled of the Spirit of the Most High now. 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 Be filled now. Be filled now. Be filled now. Be filled now. Be filled. Be filled now. Be filled now. The Spirit of God. Semeni Bwana Yesu. Say Bwana Yesu. Nishike mkono. Sina nguvu. Ni wewe tu. Wachana na yeye. Get out of there. Mwambie Bwana Yesu. Nishike mkono. Kutoka leo. I surrender to you. Sina uwezo. Sina mamlaka. Ninakuhitaji. Nipatie nguvu ya kumiliki, ya kutawala. Mikono hii ibariki. Miguu hii ibariki. Nipatie nguvu za kuweza kuomba, za kujua na kufafanua na kuelewa jinsi unavyotaka. Mipango yote ya shetani katika maisha yangu ninaibomoa. Katika watoto yangu ninaibomoa. Kwa kazi yangu ninaibomoa. Kwa biashara zangu ninaibomoa. Shetani hauna mamlaka. Shetani hauna mamlaka. Nitabarikiwa nikiwa Kenya na nitabarikiwa nikiwa Ulaya. Nitabarikiwa vijijini na nitabarikiwa mijini. Mifuko yangu itabarikiwa. Masto yangu itabarikiwa. Uzao wangu utabarikiwa. Hakuna magonjwa. Maadui watakuja kwa direction moja, lakini wataenda kwa direction 7 katika jina la Yesu Kristo. Sasa anza kukatakata minyororo hiyo. Anza kukatakata minyororo hiyo kushika. Akatakata minyororo ya shida. The poverty chains. Break every poverty chain. Break every covenant. Break every covenant. Walienda kwa waganga, wakatengeneza mikataba, wakatengeneza njia na nguzo za kukuharibu. Walisema hautafaulu. Sasa katakata. Break the chains now. Break the chains. Anza kutembea. Make a prophetic move. Make a prophetic move. That from today I'm free. From today I'm free.
Make a prophetic move. Tembea kwa miguu yangu. Lose miguu. Tembea kwa miguu yako, ya kwamba chochote waliiba sasa nimekishika. I have arrested. Arrest all your enemies. Arrest all your enemies. The power of darkness. Arrest wachawi. Arrest waganga wa familia. Arrest waganga wa familia. Wachawi wa kifamilia. Wachawi wa kidini. Waganga wa kidini. Arrest them. Destroy their altars. Destroy all their altars. Ile damu walimwaga kwa ajili yako. I cancel, nullify, cancel maneno yao. Nullify every spoken word against you. Nullify every communication against you. Nullify them now. Nullify them now. Nullify them now. Yes. Cancel. One nullify. Cancel their communications. Cancel their agenda. Funja agenda yao. Funja agenda zao. Walisema watoto wako hawatafaulu. Walisema biashara yako haitafaulu. Walisema huduma yako haitafaulu. Cancel every word. Cancel every communication they have against you. Cancel. Walisema hautapata bwana. Kamata bwana yako. Rababara. Reketelelebosa. Riabolono kanta riada rabaseria. Orederia ranaisenteria. Vipawa vya kinabii vianza kushuka sasa. Vipawa vya kinabii. Vipawa vya kinabii vinashuka sasa. Vipawa vya kinabii vinashuka sasa. Mungu naanza kuwatumia sasa. Bingu iwatumie sasa. Bingu ikutumie sasa. Bingu na ikutumie sasa. Toa kila kitu walikupatia. Waliweka sumu ndani yako. Walikupatia sumu ukakunywa. Walikuwekea kwenye chakula. Walikuwekea kwenye maji. Sasa anza kuitoa. Remove them in the mighty name of Jesus Christ. Remove every poison substance in you. Every poison substance in your body. Ile waliweka kwenye damu yako. Ile waliweka kwenye maini. Ile waliweka kwenye figo. Ile waliweka kwenye damu yako, kwenye nyama zako. Whatever they said, whatever waliweka ndani yako, whatever waliweka ndani yako, remove it now. Remove it now. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Remove it now. Remove it now. Remove it now. Sumu zote ulipatiwa. Sumu za kimiujiza. Sumu za spiritual poison ambayo waliweka ndani yako. Every spiritual poison ambayo waliweka ndani yako, wakaspoili marriage yako, wakaspoili biashara yako, wakaspoili huduma yako. Anza kuitoa kutoka kwa damu yote, kutoka kwa damu yote. Wakakuweka magonjwa, wakakuweka fibroids. Fibroid toka. Fibroid toka. Fibroid toka. Fibroid toka. Fibroid toka. Cancer, cancer, cancer. Cancer toka. Cancer toka. Cancer toka. Cancer ondoka. In the mighty name of Jesus. Hautaua mtu wa nyumba hii. Hautaua mtu tabia hii. Cancer toka. Uliwakamata kwa uganga na uchawi. Uliwakamata kwa uganga na uchawi. I command you out in the mighty name of Jesus Christ. Uganga wowote uliotumika kwako. Uganga wowote uliotumika kwako. It doesn't matter imetoka kwa Maina wa Magoto, ama imetoka Mombasa, ama imetoka Kisumu.
ama imetoka Nigeria, anza kutoka in the mighty name of Jesus Christ. Command it out now. 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 Toa maroho ya waganga. Toa maroho ya waganga. Roho ya umasikini. Roho ya umasikini. Roho ya umasikini. Out! 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 In Jesus' mighty name. Watoto wako wamenyimishwa heshima kwako. Watoto wako wamenyimishwa heshima kwako. In the mighty name of Jesus Christ, the God that is in heaven, the God that created the heavens and the earth, the Father of Jesus Christ, right now, all your children, I command respect to their parents, to their mothers, to their children, to their fathers, to their parents. I release respect. I release respect. I release respect from father to children, from mother to children, and from children to mothers, and from children to fathers, to their grandfather, to this nation, to the institutions, to the church, in the mighty name of Jesus Christ. Yes. The name of Jesus. In the name of Jesus, the fire that you had, you used to pray like fire. You used to pray until things would happen. You used to pray until mountains would move. You used to pray until changes will be seen. Lift up your hand. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. As I speak now, I'm commanding the fire that was in you, not in 1 times, but in 7 times. Let it come now. Let it come now. Receive it now. Receive it now. Receive the fire. Receive the fire. The fire come. The fire come. Every bondage, every power of darkness that have been dominating you, that have been controlling you, that made you to stop from firing, the fire of heaven, the fire of heaven, come now. Holy Spirit, take control, take control, take control. I arrest the spirit of witchcraft, the spirit of Freemason, the spirit of Freemason. Majini yote ninaikamata, waganga ninawakamata, maroho ya waganga nakamata. In the mighty name of Jesus, naachilia uwepo, naachilia moto mpya, ninaachilia nguvu in the mighty name of Jesus Christ. There is power. There is power in the blood of Jesus Christ. There is power in the blood of Jesus. As I speak now, lift up your hands. There is this power. The power of the Lamb. The power of Jesus Christ. The blood of Jesus. It heals. It changes. It delivers. It brings a new life unto you. As you lift up your hand, let the blood of Jesus now start being over you now. Drink the blood of Jesus now. It is here with us. It is here with us. The blood that sets you free. The blood that heals. The blood that delivers. It is with you now, my brother. The blood that delivers. The blood that will change the ministry that you have. Here it is. The blood that will change how they see you. The blood that will bring the newness in you. Now, the newness is new now. Everything. They named you, they gave you names. They gave you names. They are over now. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Blood of Jesus.
The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Take over, take over, take over now. The blood of Jesus, take over now. Wash yourself with the blood of Jesus now. Wash yourself. Wash yourself with the blood of Jesus. Wash yourself with the blood of Jesus. Wash yourself from every evil, from every satanic moves, from every satanic nature, from every satanic arrangement, from every demonic powers. Wash yourself now. Wash yourself with the blood of Jesus. Soak yourself into the blood of Jesus. Soak yourself into the blood of Jesus. Soak yourself. Soak. Jirushe ndani ya damu ya Yesu. Jirushe. Ispenya damu ya Yesu. Inakuosha. Inakuosha. Waganga wanaondoka. Wachawi wanaondoka. Umaskini unaondoka sasa. Kuonewa kunaondoka. The spirit of rejection. Magonjwa inaondoka, kansa inaondoka, kisukari kinaondoka, pressure inaondoka, wachawi na uganga inaondoka, kuonewa kunaondoka. The spirit of rejection inatoka sasa, inatoka sasa, inatoka sasa. Minyororo inakatwa, minyororo ya utumwa inakatwa sasa. The blood, the blood, the blood. Usharati, 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 usharati. In the name of Jesus, be broken. Yes. Yes. Continue praying, continue praying. Open your lips, open your lips. Let's thank God, let's thank God. Open your lips, open your lips. Command the blessings, command the anointing. Command the anointing upon your life, upon your ministry, upon your family. Command the anointing of the Holy Ghost. Command the Holy Ghost. Command the Holy Spirit from heaven. Command the Holy Spirit. Take control, Holy Spirit. Take control, Holy Spirit. A huge fire. Moto imeshuka. Moto ya maombi imeshuka. Minyororo inachomeka. Umaskini unachomeka. Wachawi wanachomeka. Kuonewa kunachomeka. Silaha za kishetani zinachomeka. Network zao zote. They are being dismantled. 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 Wanabomoa. Raba sete rianda. Riakatoria ramaketa. Riato roketa ramasaya. Rebe kote rianda. Yes. Yes. Sasa fungulisha watoto wako. Watoto wako sasa. Fungulisha watoto wetu. Your son, your daughter. Mfungulishe kutoka kwa minyororo ya shetani. Kutoka kwa minyororo na laana za kifamilia. Every generational curse isifuata mtoto wako.
Disconnect your children from generational curses. Disconnect your children from this generational curse, from their personal curses and from territorial curses. In Jesus' name we pray. Thank you. Sasa chukueni bahasha. Do you have an envelope? Envelope. Kila mtu ashukue bahasha yake. I want to release a special blessings upon your life. It will be a breakthrough that you've never encountered in your life. I want you to connect yourself by the kind of an offering you are going to give. Patiana bahasha yote, doesn't matter. Patiana hata ya tithe. Patiana hata kama ni ya tithe. Wapatie kila mtu mwenye anataka. If you want to connect with this blessing, this will turn around all that. Name it a sacrifice. Ile ungenipatia utungekutana pale ndani. Weka hapo. And make sure what you are going to give will dedicate the level in the spiritual realm that you are going to go. You are laying a class for yourself. You are laying a class for yourself. I can feel the presence of the Holy Spirit now here. Nasikia uwepo wa kiajabu. I also need an envelope. Just give it to me. I want to connect. I'm giving $1. Because I know before the end of March, I will travel. I don't know where, but I know before the end of March I will be traveling. Not to go and work. I know I'll be going out of this country to preach. For those who want to travel with me, they feel they want to travel. They feel their heavens has to open today to allow them to travel to any part of the world. And the world will open up for you. Join me in this. You have anything? Oh yes. I want to tell you one thing. There is this man, come closer. Once you have your envelope, come closer. Don't seal it. Not necessarily, you don't seal it. Just leave it the way. Don't even write your name. Let God write the name, your name there. God knows you. Come closer. There's a secret I want to tell you. As I was preaching, God kept reminding me. I said, you move closer. The others move this way. Mokolino, are you part of us? If you are not part of us, you can walk out. In church, there must be order and must be followed. If I say everybody to move closer, move closer. Si unataka kukaa huko nyuma alafu nataka kuona bishop. Sababu naogopa usipakwe uchafu. Kwenda na hiyo uchafu yako. Kaaniate. Ngari. Hizi nesi yake. Ni zangu ama ni zako? Ni zangu nivae. Kai. Hii ndio nitavaa nikienda ng'ambo. Nakwambia mwezi huu unakuja hautaisha. Na nitawaita mnisindikise. I want to promise you, nitawaita mnisindikise kwa kiwanja. Na mlipe fare yenu. Na nikienda hiyo safari nitaenda ya kwanza. It will be country after country. Every month I will be traveling. Bwana Yesu asifiwe sana. So use this opportunity God has given you. Use what? This opportunity God has given you. Amongst you, God has chosen billionaires. Amongst you, you may look at yourself
Ukubuta nyumba imefugwa, and you ask yourself how. He has given, ameachilia. The heavens have opened. Bwana Yesu asifiwe sana. There is this secret I want to tell you. If God will allow you, walk with me. Walk with who? Because God is going to bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. You know, some people, you tell people walk with me, they think that ni pesa yako nataka, kaa na pesa yako. Tembea tu na mimi. There is something God has released in this country. In where? We are going to trigger the revival. We already triggered it in Muranga. We are going to spearhead it in Africa. From here. Aka kanyumba. Na uto tuguo umevaa. Tumechakara chakara. Utavaa designer. Umeona nimeletewa kiatu designer? Na msianze kuniombea mambo maombi. Father, I command this man to be mine. There is a secret of knowing God. If you can only know God, if you can what? If you can only know God, there is nothing on earth that will stop you from becoming. That is only what the secret, the password to your success. It's knowing and doing godly. Knowing and doing what? Doing godly. Live godly. Walk godly. Hallelujah. Lift up your mkono hiyo, kuna kitu hiyo umeshika na bahasha hivi. This is a license I'm giving you to the open heavens. Father, in the mighty name of Jesus, those who are watching us from anywhere, wherever you are watching us from the world, join us in this. We have a till number that is 247247. It's a pay bill number 247247. Account number 239555. Join us now as the blessings are coming. Those who are sending from abroad, use Hezekiah Waruinge, Sendwave, Nala, whatever that you're sending. Connect yourself with this powerful miracle that is about to happen. In the mighty name of Jesus Christ, Father, I know you know these children. When Solomon built you a temple, you told him to slaughter 122,000 goats and 22,000 cows. He slaughtered 144 animals. And when you send him to Gibeon, you ask him to slaughter 1,000 animals. Father, we are giving to you. This is our 145,000 animals that we have put in this envelope. You heard the prayers of Solomon. You made Solomon the wisest man on earth. You told Solomon, I've given you even the one that you didn't ask for. Father, we bring these animals to you as a sacrifice. May you restore your children. May you convert your children to become international classified people. May you open every door that was shut against them. May you fight all their enemies. May you spell out poverty from them. May you destroy the chains of rejection from them. Every powers of darkness in you has been destroyed. Every covenant that was raised to you by your enemies from today, it is broken in the mighty name of Jesus Christ. I call upon the name of Jesus. I call upon the blood of Jesus. Now let it take over now. The Spirit of God take over now. It is coming. Inua tu hiyo bahasha tu, inua hiyo bahasha. There is power, there is power, there is power.
There is power of the blood of Jesus, the blood of Jesus. I can see the angels. Watu wanafunguliwa sasa. Watu wanafunguliwa, watu wanafunguliwa. Watu wanafunguliwa, wachaneni na wao. Wachaneni na wao. Watu wanafunguliwa. I can say watu wamefunguliwa, watu wamefunguliwa. Biashara zimefunguliwa. Safari za kwenda ng'ambo ndizo hizo. Huduma ndizo hizo zimekuja. Pesa zilizoibiwa zimerudishwa. Mipango huduma zilizoibiwa. Baraka zilizochukuliwa na maadui zinarudishwa. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Place your envelope at the altar. Iwekelee kwenye madhabahu. Mahali popote kwenye madhabahu. Wekelea tu na uinenee, isemee tu kitu. Uambie I want ile kitu unataka. Ile kitu unataka, get it now. Pick it from the altar. Whatever that you want, just pick it from the altar. Whatever that you wanted. Kama ni watoto unataka, kama ni marriage unataka, pick it from the altar. It is there. Zimeachiliwa zote. Pick it from the altar, then move. Once you pick it, move backward. Wewe ambao umeekelea, move it backward, move backward. There is power. Just unaguza tu altar unatoka. Guza tu altar. Unapokea muujiza. Guza tu altar. Guza tu madhabahu. Everything that you want. Kama ni watoto unataka wabarikiwe, kama ni kazi, kama ni njia zako zifunguke. Move. Guza na uondoke. Wachia wengine pia waguze. Guza na uondoke. Achilia mahali popote pale. Guza na uondoke. There is a huge deliverance that is happening, that will be happening in your life. Maisha yako inabadilishwa. Majina yako inabadilishwa. Walikuita mtu maskini. Umaskini imeisha. But he has gone. Rejection. It is no more. Together. What is this? Huh? This is from Canada. Oh, Canada. From Canada. Wow, I'm blessed. I said I'm traveling too. Yes, I'm going. Kwa wale ambao mmezoeana na mimi lazima mtakuwa tukiongea kwa muupload ile kitu inaitwa Zoom, muupload Zoom. Na nitalinga. Alisema hivyo, upload Zoom. Hallelujah. Mkishinda kukula chakula, kuna watu wanataka chakula. Hallelujah. Simuona from all the way from Canada. God bless you. Milango uko Quebec ama Ontario? Uko Ontario. May God give you an ear. May his finger of mercy, finger of love point at you. May all your ways be commanded. Every rejection, spirit of rejection that has been over you, Geshonoko, ondoka sasa. Ondoka sasa. I command respect in your family. I command respect where you work. I command respect amongst your peers. In Jesus' name. Oh yes. Somebody else from Inje. Watu wa Inje. Somebody from America, from Germany. Kwanza watu wa Germany. Wani wa wapi? Wani wa Qatar? No this time. Nimesema Inje. Kuja. No this time inaitangwa Kenya, inaitangwa no the frontier. Somebody from abroad. Kuja. Thank you, Jesus. From where? From Namibia. Oh, you're the one from Namibia. Windhoek. Yeah, okay. I have land in somewhere near there. Before you get into the capital city. Yeah. Kule kwa ranch. Yes. I'm a rich guy. And I also have another land in Sun City. That's in Park. Yes, I have apples there. But they're small. Are you doing farming? Business.
Si kama mtu hivi hivi. Hata utakuwa hivyo. Lakini utatupiga kama shifter. Mtu mwingine anataka kutravel abroad kuja. Watu wanataka, kama you have that spirit, unataka, una feel I need to travel. You feel I need to travel. Just come back, come here. Kujeni hapa nyinyi ambao wameenda nje, wale wameenda nje kujeni hapa. Wewe wa Namibia uka haha. Anole toyo ageshagi. Wewe mahaha kuja. Yes. Na wewe ni wa? Unataka kwenda wapi? Canada. Atawe. Ataenda. So I want to tell you, ada bit sinaona radi. Unaenda with radi? Guy. Assistant pastor. Ananipeleka tuache kanisa na nani? Lakini siwacha nimfugue. Akubarike mahali popote ataenda. Huduma yake ikibarike. Na upate maisha international. Hata msee international. Hallelujah. I want to give you a secret how to succeed. You're going to travel, no doubt. Hakuna mtu nimeombea akakosa. Just take it to the bank. I was the top-notch criminal in this country. I conquered this country. I met Mandela when I was a fugitive. Kenya was killing me. Mandela housed me in North Pretoria. Niliishi nyumba ya Frederick de Klerk. You know where it is? Pale North Pretoria, pale kwa Kamulima. I used to live there as a fugitive but a citizen of South Africa. Kenya, had given 40 million for my head. In South Africa, I was a hero. The mayor of Pretoria gave me a piece of land in Rustenburg, past Sun City. You know Sun City? Yes. So msicheze na mimi. Niko na international. I was housed in Tanzania when I ran away from Kenya. Nilipitia Taveta, nikavuka na baiskeli, nikaingia upande ule mwingine wa Himo. Nikateremka na Kilimanjaro basi mpaka Dar es Salaam. Niliishi Sinza. Sinza is the Runda. I was housed by Kikwete himself when he was the Minister for Foreign Affairs. There they followed me using FBI and the CIA. I was shifted to Mozambique, and the man that housed me is Chisano himself. Sema himself. In Mozambique, I became a robber, and I robbed a bank. And I made money. And from robbing, I went and met Mandela in his home as a hero. Inside me I was a thief, but he received me as a hero. Hallelujah. But don't try this at home. It was then. Sema, it was then. God will command your ways. If God has chosen you for a season, God will command every way. Everywhere you go, he will make them receive you. When I went to Namibia, I was Sam Nujoma was the president. He received me in State House. Then here in Kenya, I'm a criminal. But out there, I was a hero. Bwana Yesu asifiwe sana. From there, I went all the way to Kinshasa. And Joseph Kabila was the president then. He met me. Do we look alike? He used to say I'm his brother. Bwana Yesu asifiwe sana. And when I came back, when I became a Muslim, don't ask me how and when I became a Muslim in Mombasa Sakina Mosque, I met Sheikh Dor and the rest. And in a few days, I was with Osama bin Laden. Bwana Yesu asifiwe sana. And in another few days, I was flown from Nairobi by this president of Libya, Muammar Gaddafi. Alituma private jet
hapa mpaka kwenye desert. Before he died, he was to give me 500 million. He wanted me to build mosque in Kenya 5 kilometers apart, but he died. Fortunately he died because ningejenga. Mimi nikiamua kufanya kazi, I don't turn back. Wakati niliamua kufanya hii kazi, wamejaribu kuniua, wamejaribu kila kitu, na watakufa, wataniacha nikiifanya. So what I mean is here, when you go to those countries, because you are going to be blessed. First of all, I know you've been in Namibia, but Namibia has been fighting you really much. Can I tell you the mistake? You did never do the spiritual mapping of Namibia. In Namibia, they believe in Sangoma. The pastor will preach in the morning, but jioni ataenda kwa Sangoma. It's part of their culture. Bwana asifiwe sana. Every territory you go, everywhere, every territory you go, they have their own gods, and they have their own spirits, and they have their own kind of network. This lady was in Saudi Arabia. She used to call me from Saudi Arabia. She was so desperate. But I prayed until she came back to Kenya. Not in a coffin, but she was about to come in a coffin. She came, her friend came in a coffin. Every territory you go, they have their gods. They may not be very physical, but kuna wazee wale wamekamata territory. This church, hata ukiniona nikiko peke yangu, kuna watu wamekamata hii kanisa. They are the owners of the church. That is the vision carriers. Hii mudhuru unaona tumengangana one full year kujaribu kupata upenyo. Tumeishi hapa tukiwa watu 12. Until when we got the password ya hao watu tukawabomoa, that is when we had a breakthrough. Not until you go, when you go to any country, just usiende ukiruka, oh, I've come to the land of honey and emma. No. Ukishuka tu ndege, kiss the ground. Hapo. If it is possible, kneel down, kiss it. Na uchukue kamchanga ka hapo. Put it in your bag. Get wherever mkutaenda kupumzika, pray, speak to that soil. Mwambie, I am a foreigner. And the Bible tells me that you carry the food for foreigners. Ukiumagara, weketea. Ukisafiri ubarikiwe. Na ukirudi, inasema ya kwamba hivi, wa utakaposafiri, ukifika huko utabarikiwa, there is food for you. Na ukirudi hapa, still your food will be waiting for you. Therefore, ukichika, ukikanyaga, tuchukua. If you have a pastor you have left hapa, na uko na ka-M-Pesa, just send, ukizungumzia, just send immediately a sacrifice to connect yourself with the land kule umekanyaga. Otherwise, vita inazanga at the airport. Unapiga kwa na kihewa, unasikia this is not Kenya. And that's the beginning of the battle. When the Pope lands in a country, I want you to go and observe. He will step down of the jet, kneel down, and kiss the land. Any top preacher, Juanita Bynum, when she was preaching at the Uhuru Park, she removed her shoes so that she can connect with the soil of Kenya. When T.D. Jakes came, he knelt at the airport and prayed at the airport and picked the soil and spoke to the soil. So any word that is going to release in Kenya will be acceptable. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the secret. Sio mambo mingi. Pastor hoera. Pastor aliyokiwa kemwetu. Ene wewe akahida kaka nidi wakahida kaka. Dewa mahida mothe. Chani kuniroga. Dewa ni wakahida. Kahida kaliku muthimana rura ruriku. Dewa wakahida wene wakahida. Niye dewa mahida. Ginya Jesu acoke. Ndiraturani ne nyode muge kimurahoyagira ngwe ndirakuire. Riu ni homo.
Sema Bwana Yesu, nipe kibali. Nikitoka na nikirudi. Nikifika kwa mataifa nikubarike. Kuna mkate wangu huko nikaupate. Kuna makao yangu huko nikayapate. Kuna marafiki wangu huko nikawapate. Kuna pesa zangu huko nikazipate. Na nitakapozipata unipe kibali nisirete hapa. Ni kwa nini nimewambia hivyo? Every country madhabahu wako na madhabahu ya kukamata pesa zao na utajiri yao. In America, you don't work for yourself. You work for the country. In Europe, you don't work for yourself. Utakuta salary yako ni 1 million. Lakini unalipa taxes na bills. Unajipata umebaki na 50,000. That is why people in Germany, people in Italy, people in Europe, in America, anakusanyaga tu pesa mpaka apate fare ya kukuja. Lakini ukiangalia salary yake kila mwisho wa mwezi ni 1 million. Zile pesa ameigiza. But he cannot, because the money is tied to that country. That way inakuwa na coat of arm. Unaona hii? This is what we call the coat of arm. Hii ndio tunapigiaga saluti. Because this is the altar that runs Kenya. Umenielewa? This is the altar that runs country Kenya. Hii ndio kirauni ya polisi. Hii ndio kirauni ya koti. Hii ndio nananga tukigia kotini unafanya hivi. Si yule mama ama yule mbaba. This is what runs. That is why it is here. Na imeambiwa chuga hii pesa isitoke hapa. So utaenda na Biblia, you will work. Na uko na pesa. Ukikaa huko vizuri utalisha kama ule jamaa ule Mumeru wa huko Botswana. Anakaa maisha mazuri sana, lakini akijaribu kukuja maisha yanakuwa gumu. Huwezi kutoa hizo vitu za huko. So when I'm speaking nakwambia pesa za huko upatiwe kibali kutoka biguni. Usibebe zikuje hapa. Bwana Yesu naongelesha coat of arm. Every note anywhere in the world iko na hii. Ndio unaona dola iko na Freemason hapa na Wakristo wameweka yao hapa. Wamesema in God we trust. Na watu wa shetani wameweka pyramid yao hapa because they control the economy, both of them. Bwana Yesu asifiwe sana. So where you go, hata utoke hapa Nairobi uende Kisii. Wakisii wamekamata pesa huko. Hata uende Kisumu, Wajaluo wamekamata pesa wapi? Uende Kakamega, Wakakamega wamekamata pesa huko. So this thing, it is operated spiritually. Pesa yote tukienda Kisumu upate pesa ya Kisumu izungumzie. Pesa ya Mombasa inakuja Nairobi kweli? Ni ngumu. Kuingia Mombasa ni rahisi. Na kutoka ni ngumu. Kwa sababu kuna mizungwe, kuna mizengwe kule. Kuna mababa huko, the powers, the authority. Wale wazee wameshika mji wa Mombasa wako huko. They will not allow you to take their riches. Kutoka shokana huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naishi hapa Mukuru kwa Ruben. Hapa kitongoji kwa hapa. This is where nilikuwa nauza chang'aa. Hapa ndio nilikuwa napigia watu geta hapa Mukuru kwa Jega. Enda tu ulize huko kwa Ruben, ulize mtu nyumba ya Waruinge ni gani? Utapelekwa huko. Kama ukikosa nyumba kuja nikwambie uende ukalale huko. Hiyo Mukuru inaitwa Mukuru kwa Jega, kwa Ruben. Kutoka pesa tulikuwa tunatengeneza pesa kuiba kwa mafactory mingi. Lakini kutoa hiyo pesa outside ilikuwa shida. Tulitoka huko tukiwa maskini. Tulikunywa, tukafanya usherati huko. In fact ndio nimezalia watoto wengi. Because you are a king, you have a lot of money. You sleep with any woman that you want. Watoto wengi ni wa huko wangu. Hii ndio tunashana iko mine nyanya. Dama kanira. Ohiga motige, sema you are evils for you to be free. I did. Yes. And I'm proud of that. And my children are not a mistake. Ni my engineer na ni madaktari, they are rich. Hallelujah.
Ana kai ari ko ni ko da hirema kai no muhujia ohinga kanitha-inĩ nĩguo tũtekwo gaka nĩ kangĩ gaka gatirenda ohinga ndendera makinya kwa pastor ali mwishi kama pastor mwingine ule nilikuonyesha alikuwa mwizi na kila mtu alijua ndio alikuwa mwizi. Sasa hataki kuonwa na mwizi, kanisa yake isianguke. Wewe uliobewa kuwa mwizi. Sasa mwizi amekuja umuombe, utaki kumuonekana, ati ananipigia simu nende nikaombea mwizi. Ati mimi ati wewe utaigwa guoya. Na wewe ulikuwa mwizi, pastor mmoja akakubali kukuombea. Answers. Ina mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninabariki watoto wako. Wakisafiri milango yao ikafunguke. Na wakaende huko, wakapate utajiri mkubwa. Yakobo wakati alikuwa kwa baba yake Laban, ankoli yake Laban, alikuwa amenyang'anywa. Lakini ukamsaidia pia kubeba zake. Alitoka huku akiwa na utajiri, akarudisha kwao. Baba, hivyo hivyo hawa watoto na wale wako ng'ambo huko ambako mahali popote wako wapate utajiri mkubwa na waulete hapa. In Jesus name we pray. Amen. And now may the grace and the fellowship. Amen. Your doors are open. Hallelujah.